Twende bwana, hamna kitu kinashindikana. Wachumba tu, ngoja nikuoneshe. Hivi unamsikia huyu mjinga? Anadhani kwamba anaweza katoka na mimi. Mimi na wewe hatuko level moja. Mimi niko level ya juu. Niko hapa. Na wewe uko hapa chini kabisa. Tupishe. Huyu mkaka anaokiwa maskini tu. Kima yetu leo inaanzia hapo. Huyo mdada anaitwa Tina, ni mtoto wa tajiri mkuu sana mji wa Lagos. Na pesa za babake zinampa kiburi. Anaona kwamba kila mtu ni takataka. Kijana wangu, utambua kwamba tutalipa ada ya chuo, ila nitalipa hivi karibuni. Na nikipata huu mkataba ambao unafukuzia sasa hivi, maisha yetu yatabadilika. Au unasemaje? Kenya anatabasamu, anamwambia ndio baba. Narudi huku, huyu mdada anaitwa Mary, ni mdogo wake na Tina, na wako hapa wanabishana mbele ya baba yao ni zawadi gani awaletee kutoka nje ya nchi. Subiri kwanza nianze mimi ni mkubwa zaidi yako. Ninataka gari mpya na nataka iwe Range Rover. Mimi niletee new iPhone. Na mimi pia nahitaji new iPhone natoka mwaka huu. Tina, unataka kila kitu. Babake na Tina ameondoka, ameenda nchi za mbali, wakitegemea siku akirudi ndipo siku atawaletea zawadi. Kama kawaida, Witu na mdogo wake wanabishana kuhusu issue ya Kane. Mary anamwambia mbona yuko handsome tu, dada simkubalie, mpe chance. Mazungumzo akiwa anaendelea, simu ikaita. Ndio unaongea na Tina. Ile simu inaonekana inampatia kama pressure hivi. Ameshtuka ghafla. Mary anabaki anashangaa, hajui nini kinaendelea. Dada yake anaanza kulia. Kuna nini dada? Una nini? Mary, ni baba. Mary imeanguka. Baba. Mabinti Mary pamoja na Kate wamempoteza mzazi wao. Ajali za ndege huwa ni ajali chache sana. Tunarudi kwenye msiba. Marafiki zake pamoja na ndugu na jamaa wamekuja kuwapa moyo Kate pamoja na mdogo wake Mary. Ni jambo kubwa. Kumbuka mzee wao alikuwa ni mtu mwenye position kubwa, mwenye nafasi kubwa katika jamii. Na hapa ndipo movie yetu sasa inaanza kuchangamka. Yaani kama umeangalia movie mpaka umefika hapa, hii dakika ni ya 3, basi hapa ndipo movie inakuja kuanza kuwa ya moto. Basi tuendelee na kitu chetu mdogo. Ni punde tu baada ya msiba kuisha, wanapigiwa simu na mwanasheria wa familia anaitwa Balista. Kumbuka familia za kishua, familia zenye uwezo, uaga wanakuwa na wanasheria wao, madaktari wao. This is a family doctor. Huyu ni daktari wa nyumbani. This is a family lawyer. Huyu ni mwanasheria wa nyumbani. Mwanasheria wao amewapigia simu, anahitaji kuwaona. Mary anasema hahitaji urithi wowote kutoka baba yake, hahitaji kulala na mwanasheria kwa sasa kwa sababu bado yuko na simanzi nzito. Ili watafanyaje? Inabidi wafunge safari wakakutana na mwanasheria au aje nyumbani kwao. Sema pesa ikiongea inabidi unyamaze. When money talks you need to keep quiet. Barista ikabidi afunge safari hadi kuonana na watoto wa huyu mshua. Kwa sasa sio muda mzuri wa kuongea, sio muda mzuri kabisa, bado tuko na simanzi. Barista anasema kuhusu urithi haupini. Unasemaje? Hakuna urithi kivipi? Unazungumzia nini? Baba yenu alikuwa amechukua mikopo kwa ajili ya kuendeleza biashara zake na bado alikuwa hajarudisha hizo pesa, na kwa sasa tunavyoongea hapa benki inahitaji mali zote na hii nyumba pia. Balista, unaweza ukatuelezea hii kwa njia nyepesi kwa kuelewa, maana si hatukuelewi. Kitu ambacho tunajaribu kuelezea hapa ni kwamba kila kitu na mali zote ambazo alikuwa anamiliki mzee wenu Mr. Pence na sasa yote vinamilikiwa na benki. Balista, vipi kuhusiana na hii nyumba? Hata hii nyumba pia. Balista, hatuna sehemu ya kwenda, hatuna sehemu yote ya kwenda jamani. Vipi kuhusu ndugu zenu wengine? Simeweza mkaenda kwao? Hatuwezi. Baba alihakisha kila kitu tunakipata kutoka kwake bwana. Hili ndilo tatizo kubwa sana katika familia nyingi za Kiafrika. Mtu akipata pesa, wa wengi wanajitenga, wanasahau ndugu zao. Alafu kitu kibaya kabisa, unakuta ni mtu mmoja tu katika familia ndiye anategemewa kulisha familia. Yule akidondoka ni familia nzima inashuka chini. Alafu unaambiwa pesa huwa haipotei, huwa inahama. Inatoka kwa mtu mmoja inaenda kwa mtu mwingine. Ilibudi watoke waje kujihifadhi kwa rafiki yao hapa. Rudi kwa upande wa Kane. Yuko hapo, mzee wake anaingia, anamwambia baba karibu. Kambia asante, vipi unaendeleaje na masomo? Mwambia kuna pitia hapa. Anambia nimepata mkataba. Nimepata mkataba. Mkataba? Unasema ukweli baba? Umepata mkataba kabisa?
Kwa nimepata. Ngoja nikwambie. Hivi vitu havitaki haraka. Sasa hivi nasimamia project ya serikali. Tutaishi kwenye nyumba kubwa. Na nimekuagizia gari. Asante sana mbaba, asante sana, asante sana. Usiwaze, si vidogo vidogo hivi. Unasikia? Sasa wewe tu unabaki nyumbani, maana nitakuwa nasafiri sana. Usiwaze, yani nyumba yako itakaa vizuri, kila kitu kitakuwa sawa. Kitu kingine, yani hongera baba, hongera. Tunarudi huku. Keti anaingia na mkuta rafiki yake anajipamba na mzo, unaenda wapi? Ajiandaa kwenda kazini. Kazini? Kazi gani? Unadhani hivi vitu vyote nimepewa bure? Ndio, uliniambia kwamba kila kitu umepewa na wazazi wako. Kwa wazazi wako ni matajiri sana na wanaishi nje ya nchi. Nilidanganya. Hey Tina, nilitaka kuongea na wewe. Kuhusu nini? Hivi bado unajiona kwamba wewe una hadhi ya kuongea na mimi katika hili eneo? Unasemaje? Nasema nini? Kwa sababu umetoka hapo mbele umeazima nguo mzani uzo kuongea na mimi. Bado hauna hadhi. Ondoka. Kane anabaki ana cha kusema. Kate anampuzia na kurudi kwenye simu yake. Taratibu. Mama, hivi kini nini? Huyu mtu ana kichwa kigumu. Hataki kusikia. Alishamwambia simtaki. Wanakupenda. Anampenda nani? Anampenda nani? Chokitaji ni pesa. Sio upendo toka kwa mtu ambaye hana kila kitu. Siku ukimuona mwangalie vizuri. Mwangalie jinsi alivyo. Yaani yule pale hamna kitu kizuri kinatoka ndani yake kabisa. Hakuna. Hana mbele wala nyuma. Ghafla ule usiku Meli anaumwa. Inabidi wamchukue, wamtimbize hospitali. Bili ya hospitali imekuwa kubwa sana. Ikabidi Tina ingie mtaani kwanza kuuza vitu vyake. Usiwaze, hizi nguo zitakutosha kabisa. Hizi ni zile nguo za mpira, zinavutika. Haijalishi na mwili mdogo au mkubwa. Haya basi itumie hiyo pesa. Vipi usiana ile gari yako ambayo unatembelea? Bure yenyewe hauiuzi. Akaendelea na biashara ya mtaa ili kukomboa pesa kwa ajili ya dada yake hospitalini. Ya mkwanja ulikuwa hautoshi bado. Rafiki yake anamwambia, ukikubali ni usiku mmoja tu unapata hiyo pesa ambayo unahitaji. Hawa ndio watu ambao wanalipa bili zangu. Nimeshakwambia hapo punde. Siwezi kufanya kitu ambacho nataka nifanye. Siwezi kabisa. Siwezi. Oh wow, unasema unapenda kuishi maisha. Niambie, nani anaweza kupatia milioni 5 bila utaka kitu kutoka kwako? Mida ya jioni, walembo hao wameshawaka kuingia kazini. Bwana, katika maisha kuna watu wanapanga wafanye nini na kuna watu maisha yanawapangia wafanye nini. Hawana cha kufanya. Sema maisha aliye na wewe. Mdada yuko kwenye simu hapo anampigia mtu alikuwa seneta. Hao ndo walipa kodi wa mjini. Piga simu haipatikani. Ambia mwenzake kwamba bwana simu haipatikani. Tunafanyaje? Tunaingia mtaani. Tunaingia mtaani? Hamna option nyingine ni kuingia tu mtaani. Safari imeanza. Tina anajirekebisha. Anambia unafunika nini? Acha umpaje. Huo ndo biashara yenyewe. Tayari ni majira ya usiku. Kate pamoja na rafiki yake hawa hapo mtaani. Sikutegemea kabisa mdada akafikia katika hiyo hatua. Hiyo tafanyaje sasa? Wamesimama mtaa. Rafiki yake Kate anajaribu kumseti aonekane vizuri ili magari yanayopita hapo bwana waone ifu yenyewe. Sasa kuna gari linakuja hapo mdogo wanaipiga mkono. Jamani simama jamani. Nikapita tu. Ghafla mwamba akasimama. Bravo watu wakali. Ngoja nirudi nyuma mdogo. Hawa watoto hawa kidogo akaanza kujiseti. Anambia ngoja kuoneshe twende mdogo. Nini tena? Wewe ndio uko rodi? Wewe Mwite. Anakutaka wewe. Sema uende. Nenda, mteja wako wa kwanza huyu mimi. Nenda. Hapa leo kibwebwe. Tina anasogea mdogo. Anafika. Mwite. Tina. Nikeni jamani. Nikeni. Usikiwie. Rudi. Nitalipia usiku mzima. Wewe rudi. Nikeni. Amba nenda, mteja wako. Nenda. Ingia kwenye gari. Ingia. Wow, Kate hana budi, inabidi aingie ndani ya ndege. Umefikishana ndani ya nyumba. Mwamba mdogo kwa nyuma yani kama mwendo wa kukua. Kama wamefika na wameshonya kitanda kwamba panda hapa, panda. Sikia. Nikuta umetumia kwa pale. Leo shughuli kali. Kate anasogea taratibu pale alipoambiwa akutwe. Drop comment hapo chini. Hii situation kama hali kama ikikukuta wewe, mtu wa kiume, mtu wa kike, kukuta kama unafanyeje?
Mwamba anarudi ameshavaa pajama kabisa, yale manguo ya kulalia, alafu supu kitandani, chwap anajifunika, anageukia upande wa pili. Kimya. Mwamba akaamua kumpotezea demu, amemfukuzia kwa muda mrefu, leo kampata, alafu anaona oya akausha. Demu alikuwa anajua hapa leo nimeshaliwa kuku, manyoya, sijui kucha, kila kitu. Yaani haamini macho yake kwamba Mwamba vipi? Kumekucha, asubuhi ni siku nyingine. Mwamba ameshaamka, ameenda bafuni, amejiandaa, anarudi anakuta demu bado amelala bwana. Huyo demu vipi huyo? Kama akae kitandani pale, afa akamgonga, oya, natakiwa uondoke. Unasemaje nje? Niondoke? Ondoka. Ila bado janilipa. Nikulipe nini? Hatujafanya chochote jana usiku. Ila uliniahidi utanilipa. Ndio, ila hiyo ni kabla sijapitiwa na usingizi nikalala. Siwezi nikakulipa kwa kitu ambacho sijafanya. Ondoka. Keni nahitaji hiyo pesa jamani. Mzee wetu ametangulia mbele za haki. Na hatutaishi chochote kile. Ni madeni, kila kitu tumenyang'anywa. Ndio maana nahitaji hiyo pesa. Tafadhali, naomba unisaidie Keni. Naomba hivi, unakumbuka ulipokuwa unanitukana na kunidhalilisha? Unakumbuka? Ndio, naomba unisamehe. Unadhani msamaha wako unakwenda kufuta matendo ulionitendea? Samahani, unajua ninatafuta mfanyakazi. Tuko hospitalini. Kate anarudi kutoka kwa Ken. Rafiki yake anamuuliza imeendaje? Anamwambia hatujafanya chochote. Anamwambia kwa hiyo hajakulipa? Anambia hapana, amenilipa. Rafiki anashangaa, anamwambia amekulipa na hajakugusa? Kaambia ndio, hajafanya chochote kile. Na kitu cha ajabu kabisa, ameniambia tuongee na baba yake kama anaweza kusaidia kulipa matibabu ya mdogo wangu, alafu za tukamlipa baadaye. Na umesema amekupatia kazi. Ni kazi aina gani? Kuanzia leo utakuwa unaniita Sa, na hauruhusiwi kwenda nyumbani bali kwa siku za wikendi tu. Unasemaje? Kane? Sa Kane. Kuna mtu yuko jikoni busy anaangalia video za YouTube jinsi ya kupika. Alikuwa amezoea wafanya kazi tangu yuko mdogo, anafanyiwa kila kitu. Haya sasa yeye ndio mfanya kazi. Yuko busy kweli kweli, muangalie. Hivi unajua anapika nini? Tambi. Na vimeshamtoa jasho kweli kweli. Chakula kimeiva, analetea Kane atesti. Wala. Hiki ni nini? Hizo ni tambi. Hii sio tambi, hii ni chumvi iliyoungwa na tambi. Chumvi imeungwa na tambi. Huyu mdada bado hajaelewa kwamba ametia chumvi nyingi sana kwenye chakula. Unasema umejifunza mtandaoni? Watu wanaofundisha kupika mtandaoni huwa hawajifunzi kupika mtandaoni. Naomba uende ukanipikie chakula kipya. Chakula kipya. Nikafanyeje? Katengeneza chakula kingine, siwezi kula hicho. Unataka nikaanze na kupika huu? Ndio. Unanywa maji. Unapanga kuniua nini? Hapana. Kwamba ikabidi asukumizie na maji kidogo, chumvi kali kweli kweli. Kate akawa anaondoka. Unaona hilo jicho hapo, ama chakula chenye chumvi ni Mwamba tu, bombo zake. Unaona anavyotabasamu. Usije ukasahau kadilia chumvi tena. Ni mida ya usiku. Kate anafanya usafi kabla alienda kulala. Naona unajitahidi na unafanya kazi kweli kweli. Unahitaji maji, unaweza kuwa na kiu. Hiyo na kiu. Chukua maji. Subiri na ufungulie. Asante. Afu Mwamba kamwaga maji chini, alafu mengine akawa na kunywa namna hiyo. Shida yake ni kumsumbua huyo mdada. Mbona kuna maji chini? Ngoja nikuletee mopa. Sasa usiwazi. Mwamba kaingia tena ndani. Tena baki anashangaa, ule maziki. Mbona simuelewi? Anarudi kwa staili ile ile. Mdogo anadunda na mbuzi wake vile vile. Na kitu mbima mkononi kama unga. Hapa anafika anamwagilizia pale alipomwaga maji. Anasambaza nyumba nzima. Mani Sakina, unachofanya sio sahihi, acha. Unafanya nini hicho? Hapa ni visa juu ya visa. Kile anamfanyia vitu vya ajabu. Tina, uko wapi? Hizi nguo unajua jinsi ya kufua? Inatakiwa urudie, kwa sababu mimi nikizisikiliza hazijatakata. Ila mbona nimezifua jamani, hizi nguo zimefuliwa. Ni vipi? Huyu cha mtema kuni atakiona fanya kazi kwa Kenya. Haya, tunarudi ndani. Yuko anapambana mafuria kama kawaida. Kuna mtu anaingia jikoni mdogo. Huyu anakuja kuyavuruga tena hapa.
Hivi unajua hata jinsi ya kuosha masufuria kweli? Najifunza. Kwa hiyo ina maana mimi nakulipa kujifunza au nakulipa kunifanyia kazi? Tina anageuka anamwambia hapana. Hapana nini? Demu anapigwa na butwa, hiki ni nini mbele yao? Okay, unaweza kuendelea na kazi yako. Kazi za leo zilikuwa ni za moto. Tina amechoka kweli kweli. Anaingia kitandani, inabidi ajirushe. Nimechoka kweli kweli. Jamaliza tu anasikia mlango unagongwa. Alisikia kama vile tumbo linaunguruma. Umemaliza kula muda si mrefu. Ndio, ile anasikia kama vile tumbo halijajaa vizuri. Yaani unipikie na usije ukasahau. Mimi napenda chakula ambacho ni kitamu. Ile atafanyeje? Bosi ndo ameshasema inabidi aingie jikoni bwana, mdogo mdogo. Sosi ndo shaiva hivyo bwana, anaenda kutengea sakeni. Kama kawaida akabinti bwana nimekapenda kinyewe, hakana maringo sana, hakana hasira sana. Alikuwa ni mtu mwingine hapo, oya kingewaka moto kwa vitu ambavyo Kina ameshamfanyia. Mambo yangewaka moto. Mambo anamkata jicho kwamba ndo nini kiambia nusupikia chakula cha supplies. Nasema ukweli, chakula kionekani kama ni kizuri, we jaribu. Kwa hiyo hiki ujaangalizia mtandaoni. Mwombe kabidi azame kwenye mapishi ya bibie kutest chakula. Pija pumbato la kwanza hapo anasikilizia binti ya tabasamu. Vipi, chakula kikoje? Kiko poa kabisa. Na wewe jaribu, tule wote. Hapana, njoo tushirikiane. Leo kitu kizuri ama tuishie wote. Okay, sawa, na mimi nitajaribu. Piga bite moja hiyo. Vipi, kiko poa? Unawezaje kusema chakula ni kizuri? Utasema nakuonea kwamba kila muda anasema chakula chako ni kibaya. Ila umekiona mwenyewe, sivyo? Samahani. Nimesema samahani. Peka chakula piko tafadhali. Tashukisha na maji. Ana. Toka huko. Leo ni siku nyingine. Tunamwona Tina anaingia chumbani na Kina anatokea bafuni vile. Hivi haujafundishwa ndio kugonga mlango kabla hujaingia? Nimegonga lakini hamna mtu amejibu. Kwa kama tu uingie sasa Kini. Samahani basi kwa mambo yote ambayo nishakwambia huko nyuma. Unajua mimi nishakusamea. Okay, so kwa kuja kuniambia nilikuwa nataka niende chuoni, leo tuna testi na nataka tuende wote chuo. Unataka upande kwenye gari langu? Ndio. Nimesha chumbani kwangu. Binti amesema hana nauli, afu mwamba amemkataa. Leo tatembea kwa miguu leo. Wewe unataka binti wa aina gani? Sema. Yoyote. Mfupi, mrefu, mweupe, mweusi. Wewe sema yoyote. Ni hela yako tu. Anasema anataka bikira. Huyu nampata wapi? Najua nani, namjua nani. Huku bwana ni biashara tu inaendelea. Wajua wanachuo sometimes na mambo yao. Kuna watu kazi yao ni kuconnect watu na watu. Mmoja wapo ndo huyu hapo sasa. Tunaona kuna mdada anatoka hapo ndani, mdogo anatembea, ana simu mkononi, anaongea kwa maringo na bashasha. Nyuma yake kuna mwamba anakuja. Inaonekana ndo wanatoka kwenye test ambayo Kate alikuwa anaizungumzia. Jamani, naomba nipe lift nyumbani. Unataka ungae na mimi kwenye gari lako? Ndio, kwa sababu kuna umbali sana. Kweli naona najua leo. Ndio. Unajua issue ya huyu mwamba na video mtiana masuala ya gari. Nani aendeshe, ni kuendeshe, ni sikuendeshe, ni kwamba huyu demo kuna kipindi bado yuko mshua alishamwambia muuni kwamba ili gari langu sio la misaada, na kama unataka lift au kitu kama hicho mwambie mzee wako hapo akupe kitonga. Sasa ndo maana mwamba sana yeye anafanya kitu kile ambacho demo alifanya. Kumbuka mwamba alikuwa anamkubali sana demo, kwa alikuwa anatafuta chance yoyote ile ya kuwa pamoja na demo kwa namna yoyote ile. Nadhani yako umenipata. Kate anaosha vyombo, mara ghafla simu inaita, inabidi ajifute chapchap, anaye mikono atoe mapovu yote, anakimbia kwenye simu anajifuta. Usije kukuta ni bosi bwana ndo anapiga kutoa maelekezo. Ikabidi apokee. Baada ya kupokea simu sura inabadilika kabisa. Yaani kama vile kuna kitu kibaya kimetokea. Anambia subiri. Anakata simu chapchap, anatoa ile apron speed.
Kaza anakimbia, nikana kuna kitu kimetokea ambacho sio kizuri. Anafika upande wa pili spidi kwa dada yake Mary. Sijui kuna kitu gani kimetokea, ni ugonjwa tena umeamka au ni shugani? Hebu ngoja tusikilize hapa. Niambie tuungane naye kwenye biashara zake. Nini? Ana kiti mamu kweli? Sema la sivyo tokee kwenye nyumba yake tuondoke. Nakuambia hivyo sio? Ngoja. Hivi wewe una shida gani? Unataka mbali dada yangu afanye kitu kama hicho? Unaenda wazimu. Nyie wote mmecho nyumba yangu bure. Unajua nini? Hebu na wewe jiandae. Bosi atalipa wote wawili. Siendi popote, hapana. Aya, bebeni vilago vyenu ondokeni. Shoga yangu bwana nifanyia hivi. Nimeshakwambia muda sio mrefu tunaanza kulipa kodi. Tafadhali, muda si mrefu tunatoka kulipa bili hospitalini. Ni unalipa sasa au mnaondoka? Bwana, rafiki yao inaonekana maybe alishapokea mkwanja kutoka kwa yule mwamba bwana muita senator ambaye anataka demo ambaye bado ni pichi. Ndio kika wale wanakitafuta. Kwa anataka mchukue yule demo Mary mdogo wake na Tina aunganishe wote apate maokoto mengi. Wani hatari, urafiki ushaota majani. Chukua vitu vyako tunaondoka. Nenda wapi dada? Nenda wapi? Tunaenda kwa Kenny, tuondoke. Ni bora zaidi ya kukaa hapa. Vaa viatu vyako, tunaondoka sasa hivi. Kapati kila kitu, twende. Kicha amembeba mdada yake amemleta nyumbani kwa Kenny. Mdada yake anaogopa, ona mwamba alipotoa macho kama mjusi kabana na mlango. Nyote wawili tokeni nyumbani kwangu. Dini, kwanza umeondoka bila kutoa taarifa, alafu unarudi na dada yako. Unaona ni nyumba ya misaada? Hapana, ila hatuna sehemu nyingine yoyote ya kwenda. Hivi unajua najisikiaje? Nimefanya kila kitu uweze kunisamehe niliyotenda, lakini ndio kunielewa. Sakeni, tafadhali msamehe dada yangu kwa yale yote aliyokutendea. Huo leo ni moto. Just imagine umemwacha mdogo wako kwa mtu, alafu unakuta anataka akamchukua akampanyia biashara kinamba fulani, alafu narudi kwa mdau ambao ulikuwa unakaa, anakukataa, anakuambia wewe tembea na dada yako. Na hiyo ni kwa sababu tulizinguaga huko nyuma, ulimdharau. Kuna mtu, kilichobaki ni kubeba mabegi na kupotea. Subirini, mwamba kawasimamisha, alafu anamwambia hivi, unajua mtu anajisikiaje akidhalilishwa na kutukanwa na mtu anayempenda mbele za watu? Ulinifanya nione watu waliotoka katika familia zilizo duni ni watu wasiokuwa na thamani. Hivi unajua ni nini ambacho kingetokea katika maisha yangu kama baba yangu na Mungu asingesaidia akapata ajira? Samahani, sikujua kama maneno yangu yalikuwa ni maneno makali. Mpeleke na chumba cha wageni. Unasema asante sana. Mwamba kujali kabidi achomoke bwana. Unajua kuna watu na roho nzuri tu. Hiyo ni nature yao. Life litaendelea kama kawaida. Tina amerudi jikoni, amepika msosi kwa ajili ya Kenny, amemtengea. Inabidi asubirie mpaka Kenny atakapotoka kuja kula. Ila katika siku ya leo bwana, Kenny akawa amechelewa kutoka. Akaona bwana, ngoja mimi niondoke zangu jikoni, nitarudi baadaye. Anarudi baadaye, muda umeshapita kama masaa kadhaa hivi. Anakuta bado Kenny hajatoka, hajagusa msosi wake kabisa. Kawa anashangaa, nini tena kinaendelea hapa? Mbona Kenny hajala? Ikabudi aje kumcheki, anakuta mwamba iko na joto la juu sana. Bwana, simu iko wapi? Kabidi ampigie daktari wake faster. Ndiyo, yuko na homa ya juu sana, anatetemeka pamoja na kukohoa. Pole sana, daktari wako iko njiani anakuja. Huyu bwana yuko na malaria pamoja na typhoid. Hakikisha anakunywa maji ya kutosha, matunda pamoja na kupumzika sana. Na anywe dawa, na kama kutakuwa kuna shida yoyote utanipigia simu. Sawa, nitakupigia. Mr. Kenny, pole sana, ila ngoja mimi niwakimbie kwa sasa. Baada ya dokta kutoka, mwamba alikuwa anamwambia bibie kwamba samahani kwa yale mambo yote ambayo nimekuwa nikikutendea. Jua nimekuwa sikufanyii fair. Bibie anamwambia hapana, ni kwa sababu tu mimi mwenyewe ndio kufanyia vitu ambavyo vilikuwa si, ila naelewa ni kitu kinaendelea. Mwamba anamwambia ya sawa, ila samahani sana. Kumbana msamaha sio kwamba ndo mwisho wa movie. Kumbuka Muni bado hajagusa bwana. Bado tunaelewa. So movie inaendelea mdogo. Kuna vistori hapa vinaendelea. Unaiona hiyo, kuna vistori vya aina fulani hivi. Hii ni siku nyingine, mwamba kaletewa dawa.
hivi huyu bado mgonjwa kweli au ndo namna gani vile? Hebu tuone, bado una joto, hebu lala, daktari sema nataka upumzike sana. Sasa najisikia vizuri, asante sana. Nataka jifunike hapo, unajisikiaje? Hapo niko poa, asante sana. Nitakuwa niko jikoni, ila nitakuwa nakuja kuangalia unaendeleaje. Kwani usibaki tu hapa? Baki. Binti kabidi ya baki kumpatia mwamba kampani pale kitandani, anatabasamu tu, atoa mimeno huyo. Leo wako sebleni hapa, ukaribu umekuwa ukaribu, inaonekana mgonjwa unaanza kupona. Stori zinaendelea, mwamba ni meno nje tu muda wote. Stori zimekuwa stori. Sijui ugomvi wa mito tena umetokea wapi, maladi mito watu yeye ndo mambo yale yanaanzia hapa. Twa anguka kwa huko nakuja mara na hii ndio faida ya ugonjwa wa mito. Yaani ukiona ugonjwa wa mito umeanza, wewe koma hapo, kuna kitu lazima utabahatisha, yani kipo. Ikawa sio kile kikubwa lakini kipo. Haya, movie iendelee, hamna kilichotokea, watu wanakauka. Natoka pale tunarudi chumbani, mwamba anaongea, tunajua anafanya nini, anatupa nondo. Na mtoto alipolegea, huyu mtoto kale unapokuwa unaongea na mtoto wako bwana, inabidi mfikie level kama hizo, level za tomato, level za toto licho lilegee, sio mnakutana tu kama wadudu poli, msharuchana kitandani, vuta hiyo. Unaona mtu alipolegea hapo, atabasamu, anaongea. Hata ukifuata kwa ajili ya kiss pale nyembamba, unalifeel kumtima, sio kama sufuria mawili bwana amekutana midomo mbang. Mapenzi. Kuna mtu kageuka mfanya kazi huko bwana, ile unasikia mwamba alikuwa haogi kabisa huyu. Nigitega mpate wewe demu mwanangu. Mshaka mbadiliki anawaka ni mambo ndo hayo. Mwamba inabidi a switch roles kama mimi sasa nitakuwa napika. Usiwaze mama la mama. Anyway, love ni love. Hacha mambo yaendelee. Ni mida ya jioni, ni mida ya kutoka kwenda kwenye dates. Watu na wapenzi wao, watu na wachumba wao bwana, ndo mida midogo midogo ya kutoka jioni. Mba nasema hebu kwanza tupashe hapa mlangoni kabla tujafika huko. Naomba nikushike bibie taratibu. Vipi, unasikiaje mikono yangu kwa kiunoni mwako? Nasikia poa. Okay. Siwazi bibi, usiwazi. Muda usiku kabisa, ni muda wa mapopo. Tunarudi nyumbani, wanakutana na sura ya mzee. Alishatia timu mapema. Baba, umesharudi? Ndio, umesharudi. Ukuniambia kama utakuja mapema hivi. Nimesharudi. Na simu yako iko wapi? Nimekuwa nakupigia simu pokei kabisa. Baba samahani, sikujua kama utakuja mapema hivi. Hawa ni shikamoo baba. Shikamoo. Marhaba, vipi hamjambo? Tujambo. Huyu ni Tina na huyu mdogo wake Mary. Huyu ndiye binti ambaye ulisema kwamba alikuwa na shida, alikuwa ya kiafya. Ni Mary ndo alikuwa na operation. Kumbe ndo alikuwa ni Mary. Mnaweza mkaenda tu, nataka kwanza niongee na baba mara moja hapa. Wanaishi hapa? Ndio baba, wanaishi hapa. Sidhani kama wanatakiwa kuishi hapa. Anyway, mwamba alikuwa anaongea na baba yake hapo kwamba mabinti hawana sehemu ya kuishi, akamwelezea situation nzima. Alichosema ni kwamba asingependa waendelee kukaa hapo, ila kuna nyumba mpya ambayo ameinunua. Anasema ni bora waende wakae kule kuliko wakae nao kwenye nyumba moja. Hao ni mabinti wa kike bwana, na wewe ni kijana wa kiume, na mzee hataki zile mambo mengi. Kama mnafanya mambo yenu bwana, familieni kwa pembeni kidogo, sio nyumba ambayo naishi mimi. Mabinti waitwa kwenye nyumba. Cha ajabu ni nyumba waliokuwa wanakaa. Mzee wake na Kenny hana habari. Akawa anaambia mnaweza mkakaa hapa kadri mwezavyo mpaka mtakapopata uwezo wa kuweza kuanza kulipa kodi. Kate anasema saa hii nyumba ilikuwa ni ya kwetu. Baki wanashangaa, tulikuwa ni ya kwenu? Ndio, kama mzazi afariki tulikuwa tunaishi hapa. Niko sifahamu kabisa. Wana nyumba nimenunua kutoka benki, ila ni nyumba yangu sasa hivi. Nimenunua kutoka benki. Kwa hiyo mnaweza mkakaa hapa mpaka pale mtakapopata uwezo wa kuweza na kuinunua. Jamani, asante sana. Mungu akubariki sana. Hicho kitu sio poa. Washukuru Mungu wamepata mtu mwenye roho nzuri ambaye amewaambia wakae kwenye nyumba kadri wawezavyo, na pale watakapopata uwezo wa kuinunua watainunua kutoka kwake. Ni hatari.
Umemaliza kucheki movie, usahau kunipa support guys, na movie nyingi sana. Ingia kwenye channel yangu hapo, cheki vigongo vingine ambavyo nimekuwekea hapo. Usahau kusubscribe. Support yenu ni ya msingi, na pia niambie ni kitu gani ambacho ungependa niongeze katika vitu ambavyo navitoa hivi.